that the world will hate us. Na anatueleza kwamba ulimwengu utatuchukia. And nonetheless, despite of that, pamoja na hayo yote, still he decided to leave us here. Bado aliamua kutuacha hapa. Why? Kwa nini? Because we have a task. Kwa sababu tunayo kazi. We have a work to do. Tunayo wajibu wa kufanya. And that is what I have come to remind you this morning. Hiki ndicho ambacho nimekuja kuwakumbusha asubuhi ya leo. That we have a task. Kwamba tunayo kazi. We have a work to do. Tunao wajibu wa kufanya. We have a work to turn the world upside down. Tunayo kazi ya kupindua ulimwengu juu chini. We have a work to turn the gates of hell upside down. Tunayo kazi ya kupindua malango ya kuzimu juu chini. No one else will do that for us. Kuna mwingine atakayefanya kwa niaba yetu sisi. That is a task for me and you. Huo ni wajibu wangu mimi na wewe. Listen to me, people of God. Nisikilizeni watu wa Mungu. Jesus is not here. Yesu hayuko hapa. He came. Alikuja. He did his part. Akafanya sehemu yake. And he went. Na akaondoka. Then he left his disciples. Na akawacha wanafunzi wake. What he started alichokianzisha was carried on by his disciples. Kilibebwa na wanafunzi wake. And those who took over from Jesus, na wale waliochukua kutoka kwa Yesu, they did a wonderful work. Walifanya kazi ya kushangaza. And that's what we see here from the chapter that we have read. Na ndo tunachokiona katika sura tuliyoisoma. These words that these people who have turned the world upside down, haya maneno kwamba hawa watu waliogeuza ulimwengu juu chini, have come here also. Wamefika huku nako. It was not the phrase of praise. Alikuwa ni neno ila sifa. But it was an accusation. Lakini ilikuwa ni kama la kejeli, kebei. And a dangerous accusation. A dangerous accusation. Na mashitaka ya hatari. But through this kind of accusation, kupitia mashitaka haya, we come to understand what apostles did at their time. Tunakuja kuelewa kile ambacho mitume walifanya. That what they did, kwamba kile walichokifanya, turned their world upside down. Ulipindua ulimwengu wao juu chini. They refused the ecumenism. Walikataa kushirikiana na ulimwengu. They refused to coexist peacefully with the world. Walikataa kuchukuliana katika namna isiyo sawa sawa na ulimwengu. They refused to be taken over by the world. Walikataa kusongwa na kusomwa na ulimwengu. And they sacrificed their life. Na wakadhabihu maisha yao for the mission of their existence. Kwa ajili ya kusudi la kuwepo kwao. And this morning, people of God, na asubuhi ya leo watu wa Mungu, God is calling us again. Bwana anatuita tena. Because the mission has not changed. Kwa sababu utume haujabadilika. The purpose has not changed. Kusudi halijabadilika. It is still the same. Bado ni lile lile. But we people of this generation, sisi watu wa kizazi hiki, God is calling us again. Bwana anatuita tena. Rise, women and men. Inuka wanaume kwa wanawake. Of the Most High God. Wale wa Bwana Mungu aliye juu. Rise. Inuka tena. Wherever you are, rise. Pale ulipo inuka tena. And turn this world upside down. Na ubadilishe ulimwengu juu chini. Hallelujah.